Wiki iliyopita maporomoko ya ardhi yametokea katika mgodi mkubwa wa madini adimu ya coltan mashariki mwa DRC na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 200 katika eneo hilo linalodhibitiwa na waasi wa M23. Makala hii ya TriGen Media inachimbua kwa kina umuhimu wa mgodi huo wa Rubaya. Hii ni TriGen Media. Historia ya M23 kuudhibiti mgodi wa Rubaya inaanzia mwezi Mei mwaka 2024 ambapo kundi la M23 lilifanikiwa kuuteka mji wa Rubaya na kuchukua udhibiti wa migodi yake. Tuanze kuangalia historia ya mgodi huu wa Rubaya huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba umuhimu wake ni katika uchimbaji wa madini hasa chini ya udhibiti wa M23 na uhusiano wake na makundi ya wapiganaji. Kwa miaka mingi eneo la Rubaya linajulikana kama moja ya maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini ya aina ya coltan. Na coltan ni madini ambayo ni rasilimali muhimu sana kwa teknolojia ya kisasa, ikihitajika katika utengenezaji wa vifaa kama vile simu za mkononi, kompyuta na vifaa vya anga. Lakini pia DRC inachimba madini hayo kwa wingi wa takriban 15% hadi 30% ya uzalishaji wa coltan duniani kote. Historia ya mgodi inaeleza kuwa kabla ya wapiganaji wa M23 kuunyakua mgodi huo wa Rubaya ulikuwa ukidhibitiwa na serikali ya DRC. Mnamo mwezi Aprili mwaka 2024, kundi la wapiganaji wa M23 lilinyakua udhibiti wa mji wa Rubaya na migodi yake ya madini, na kisha wapiganaji hao wakaamua kuanzisha utawala wao. Aina ya uchimbaji madini katika mgodi huu wa Rubaya kwa wachimbaji wadogo ni hatari mno na ni duni, kwani kuna ukosefu wa vifaa vya usalama pamoja na udhibiti wa kazi za uchimbaji, hususan ni wachimbaji wadogo wanaochimba kwa njia za zana duni na kutumia mikono na si mashine. Kuporomoka kwa migodi mara kwa mara kama ilivyotokea huko Rubaya ni matokeo ya mazingira duni ya ufanyaji kazi mgodini. Sasa tukiangalia pia eneo hili la Rubaya, umuhimu wake ni kwamba ni la kimkakati sana kwa sababu ya utajiri wa madini hayo adimu yaliyopo kama vile coltan inayowezesha kutumika katika teknolojia ya kisasa, na mataifa makubwa kama Marekani yanaitaka pia. Kundi la M23 eneo hili ni chanzo cha kujipatia fedha, kwani M23 imekuwa ikitoza ushuru kwenye coltan na biashara zake. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba kundi hilo linaweza kupata takriban dola 800,000 kwa mwezi kutokana na uchimbaji na usafirishaji wa madini. Kana kwamba haitoshi, jambo jingine ni kwamba madini haya huuzwa kwa njia ya magendo nje ya mfumo wa serikali na kupitia mipaka nchi jirani kabla ya kuingia kwenye masoko ya kimataifa, hali inayochangia mzozo wa kisiasa kati ya DRC na Rwanda. M23 si tu kundi la kijeshi bali pia limeanzisha utawala wa kijeshi katika maeneo walioshika, likijaribu kudhibiti uchimbaji na biashara za madini, jambo linalowafanya kuwa washindani wa serikali ya DRC mara zote. Migogoro ya kieneo na kimipaka ni kwamba uhusiano kati ya kundi la M23 na Rwanda umetajwa mara kadhaa kama chanzo cha wasiwasi na ufafanuzi wa majibu ya kieneo, ambapo Rwanda mara zote imekuwa ikikanusha kudaiwa kwamba inatoa msaada wa kijeshi kwa wapiganaji wa M23, lakini washirika wa kimataifa wanabainisha kwamba kuna ushirikiano katika masuala ya kijeshi na biashara ya madini. Kuporomoka kwa misimamo ya kijeshi, ingawa kumekuwa na makubaliano ya amani yaliyohusisha serikali ya DRC, Rwanda na wadau wa kimataifa, uhasama unaendelea, majibizano yakiendelea kupata nguvu, tena wakati majadiliano ya amani na mikutano ikiendelea kutekelezwa. Kwa kifupi, Rubaya ni mfano wa jinsi rasilimali za madini zinavyoweza kuchochea migogoro ya kieneo ya kijeshi na kushindana kwa udhibiti wa ardhi, huku makundi kama vile M23 huko DRC yakitumia madini sio tu kama chanzo cha fedha bali pia kama chombo cha nguvu za kisiasa na kijeshi. Na hii ni TriGen Media.